Elimu ya pili, wal ilmu al-awsat, na elimu ya katikati, huwa ma'rifatu ulumi dunya, ni kufahamu elimu za kidunia. Huwa ma'rifatu ulumi dunya, ni kufahamu elimu za kidunia. Allati, ambazo, takunu ma'rifatu shay'i minha, panakuwa kukifahamu kitu ndani yake, bima'rifati nadhirihi, kwa kufahamu ile nadharia yake, kwa sababu hizi ni elimu za kidunia. Wa yustadallu alayhi binadhirihi wa bijinsihi wa naw'ihi, wa yustadallu, na hutolewa dalili, alayhi, juu yake, binadhirihi, kwa nadharia yake, yani kwa muonekano wake, wa bijinsihi, na kwa jinsia yake, wa naw'ihi, na kwa aina yake. Kwa maana mtu katika kuisoma elimu ya dunia, basi panatolewa dalili kule kuiangalia hii elimu ni elimu ya utabibu mathalan, sawa bwana. Kwa hiyo mtu atasoma yale ambayo yanafungamana na utabibu, aina zake za kiutabibu, na kwamba hii ni elimu ya jinsia ya kiutabibu. Kwa hiyo hii itafungamana na masala ya utabibu tu. Mathalan akasema ka ilmi tibbi, kama vile elimu ya utabibu, wal handasati, na elimu ya uhandisi. Ka ilmi tibbi, kama vile elimu ya utabibu, udaktari, wal handasati, na elimu ya uhandisi. Wal handasati, na elimu ya uhandisi. Kwa hizi ni elimu ambazo hizi ni elimu za ilmu al-awsat, ni elimu za katikati. Kwa hiyo mtu kufahamu hizi elimu za katikati ni kwa kufahamu, kwa kuangalia nadharia elimu yenyewe ilivyo, elimu yenyewe inataka nini. Hii ni elimu ya uhandisi, kwa sababu elimu za kidunia zimegawanyika, au sio? Ndio maana akasema wa naw'ihi, na aina yake, kwa sababu hizi elimu za kidunia zina vigawanyo. Kuna elimu ya utabibu, elimu ya uhandisi, elimu sio ya mambo ya anga, elimu ya mambo ya bahari, elimu ya mambo ya ardhi, elimu ya mifugo. Kwa hiyo kuna kila aina za elimu ya nini, ya dunia. Kwa hiyo mtu kufahamu kwake itategemea na aina anayosoma ya elimu na jinsia gani ya elimu anayosoma, ndio ataweza sasa kuielewa elimu hii ya uhandisi au elimu ya utabibu. Huwezi kusema unataka kusoma elimu ya utabibu halafu ukaenda katika sehemu panaposomeshwa elimu ya mifugo, sawa bwana? Au unataka kusomea ualimu halafu ukasomea elimu ya uhandisi. Hapana, unasomea elimu ya uhandisi, unaenda vyuo vya uhandisi. Unasomea mambo ya mawasiliano, unaenda sehemu za mawasiliano. Tunaelewana uzuri hapo? Itategemea na aina gani ya elimu ambayo mtu anayosoma. Wal ilmu al-asfal, na elimu ya chini, ihkamu as-sanaati wa durubi al-a'mali, mithlu as-sibahati wal furusiyati والرمي وما أشبه ذلك. والعلم الأسفل، na elimu ya chini, ihkamu as-sanaati, zile hukumu za kikazi. Sanaat tunachukulia ni mambo ya ufundi, lakini tunachukulia ni kazi za mikono, ndio maana yake panakusudiwa. Yani ni elimu ambayo inahitajia viungo, yani ili hiyo elimu ijue lazima utumie viungo vyako, hata kama hujakaa darasani. Mfano kama kuogelea kunahitajia usomeshwe namna ya kupiga mbizi. Kwa hiyo unajua mchoro huu unaonyesha namna ya kupiga mbizi, ati si ufundishwe kwa mazoezi mikono utumia, au sio? Naelewana hapo. Shabaha maana yake unahitajia, naelewana uzuri hapo. Kwa hii ni elimu ya chini, tunaelewana uzuri hapo. Hivi ni vigawanyo vya elimu. wa durubil a'mali, na kufanyia kazi matendo. Mithlu sibahati, mfano kama elimu ya kuogelea. Asibaha ni kuogelea. Wal furusiyati, na elimu ya kucheza na farasi, kukimbiza farasi. Warami, na kurembea, kujifunza namna kurembea mshare,
mkuki na elimu zenye kufanana na hizo ambazo zinatumia nini? Zinatumia jawarih, vitendo vya wazi, binatumia vitendo vya wazi. Min al-a'mali allati, katika matendo ambayo hiya aktharu min an yajma'aha kitabun au ya'ti 'alayha wasfun. Min al-a'mali, katika matendo allati ambayo hiya aktharu, kwa wingi wake, min an yajma'aha kitabun au ya'ti 'alayha wasfun, kuyakusanya kwake kwa kitabu, au ya'ti 'alayha wasfun, au huja kwa hizo elimu wasfun, kwa sifa. Yani mtu anaweza imma akakusanya hizo elimu kitabatan, kwa kuziandika, ni akasoma kwa kuandika, au wasfun, au kwa sifa, akaelezewa sifa ya namna ya kurusha mshare, wasfun. Sawa bwana? Naam. Wa inma tuhsalu bitadrib aljawarih fiha, na hakika si vinginevyo hupatikana elimu hizo kwa kufanyia kazi. Bitadrib aljawarih fiha, kwa kufanyia kazi za wazi kwa elimu hizo. Maana ni elimu ambazo zinahitajia mtu afanyie kazi. Kuogelea kunahitajia kazi ili ujue kuogelea. Kucheza na farasi kunahitajia kazi ya kucheza na farasi. Kurusha kunahitajia kazi za vitendo. Kwa hizi ni elimu ambazo pia ni vitu muhimu sana kwetu sisi pia kujifunza. Elimu za farasi, kurembea mishare, shabaha, kutunga shabaha, ni elimu muhimu sana mtu akajifunza. Kuogelea, na ni sunna pia kujifunza elimu hizi. Kwa hiyo ilmu zimegawanyika katika aina ngapi? 3. Elimu ya kwanza ilmu a'la, ya pili awsat, ya tatu asfal. A'la ni elimu ya nini? Ilmu ad-din. Awsat ni elimu ya nini? Ilmu ad-dunya. Asfal ni elimu ya nini? Ihkamu as-sanaati. Sawa bwana? Naam. Tunaelewana uzuri hapo? Haya. Fal-ilmu al-awwal, basi elimu ya kwanza, ilmu al-adyani, elimu ya dini. Fal-ilmu al-awwal, basi elimu ya kwanza, ilmu al-adyani, ni elimu ya dini. Ilmu al-adyani, elimu ya dini. Wathani, na ya pili, ilmu al-abdani, elimu ya viungo. Ilmu al-abdani, elimu ya viungo. Wathalithu, na ya tatu, ma duribta ala amalihi aljawarihi, ni ile utakayofanyia kazi kwa vitendo vya wazi. Ni ile utakayofanyia kazi kwa vitendo vya wazi. Ma duribta ala amalihi aljawarih, ni ile utakayofanyia kazi kwa vitendo vya wazi. Wattafaqa ahlul adyani, na wakafikiana watu wa dini, anna al-a'la, ya kwamba elimu ya juu, huwa ilmu ad-dini, ni elimu ya dini. Elimu ya juu kabisa ni elimu ya dini. Wattafaqa ahlul adyani, na wakafikiana watu wa dini, ala anna al-a'la huwa ilmu ad-din, ya kwamba elimu ya juu ni elimu ya dini. وقال أبو إسحاق الحربي، ناكسم أبو إسحاق الحربي، العلوم 3، elimu ziko za aina 3. العلوم 3، elimu ziko za aina 3. العلوم 3، elimu ziko za aina 3. ilmu dunyawi, elimu ya kidunia. Ilmu dunyawi,
Kuna dunyawi na dinyawi. Sawa bwana? Kuna dunyawi, duni, elimu ya dini. Ilmu dunyawi, elimu ya dunyawi. Wa ilmu dinyawi, ya pili ni dinyawi wa akhrawi, yani elimu ya dini na akhira. Dinyawi wa akhrawi. Wa ilmu la lidunya wala lilakhirah, na elimu ambayo si ya kidunia wala si ya akhira. Elimu ya kwanza ilmu dunyawi, elimu ya kidunia. Elimu ya pili ilmu dinyawi, hiyo sio hiyo ni dinyawi wa akhrawi, elimu ya kidunia na akhira. Wa ilmu la lidunya wala lilakhirah, na elimu ambayo si ya dunia wala si ya akhira. Sawa bwana? Tunaelewana vizuri? Naam. Al-ilmu alladhi lidunya, elimu ambayo ni ya kidunia. Ilmu at-tibbi wan-nujumi wama ashbaha dhalika. Ilmu alladhi lidunya, elimu ambayo ni ya kidunia. Ilmu at-tibbi, elimu ya utabibu. Wan-nujumi, na ya nyota. Nyota si ile nyota ya ile elimu ya ushirikina, ni ile elimu ya wavuvi. Wale huwa wanatumilia nyota katika kuangalia mielekeo yao, wapi wanapoelekea. Sawa bwana? Manake hapa amekusudia kuzungumzia imma ilmu ambazo zitakazokuwa zile za kidunia katika ilmu awsat, au an-nujum anakusudia katika imma ilmu ya asibaha, kuogelea na yale mambo ya baharini. Sawa bwana? Naam, sio elimu ile ya nyota kwamba ya uguzi ile. Tunaelewana vizuri? Elimu ile ni elimu ya ushirikina, haifai kusomwa. Wama ashbaha dhalika, na yenye kufanana na hayo. Wal ilmu alladhi lidunya wal akhirah, huku juu sasa itakuwa ilmu dunya wa akhrawi, elimu ya kidunia na akhira, sio dinyawi. Dunyawi hii elimu ya pili, dunya elimu ya kidunia, wa ilmu dunya wa akhrawi, na elimu ya kidunia na akhira. Wa ilmu la lidunya wala lilakhirah, na elimu ambayo si ya dunia wala si ya akhira. Tunarekebisha kwenye maneno ya Abu Ishaq al-Harabi. Sawa bwana? Waqala Abu Ishaq al-Harabi, al-ulum thalathatun, elimu ni tatu. Ilmu dunyawi, elimu ya kidunia tu. Wa ilmu dunyawi wa akhrawi, na elimu ya kidunia na akhira. Wa ilmu la lidunya wala lilakhirah, na elimu ambayo si ya dunia wala si ya akhira. Tumerekebisha huko juu. Al-ilmu alladhi lidunya, elimu ambayo ni ya kidunia. Ilmu tibbi, ni elimu ya udaktari. Wan-nujumi, na nyota. Yani nyota maana yake wanakusudia wale watu wavuvi, wale wanatumia nyota kuelekea katika mwelekeo wapi. Leo tunaelekea katika safari zile za usiku wanaosafiri, sio elimu ya nyota ya ushirikina. Wama ashbaha dhalika, na mfano wa hayo. والعلم الذي لا للدنيا والآخرة, والعلم الذي للدنيا والآخرة, na elimu ambayo ni ya kidunia na akhira. والعلم الذي, na elimu ambayo lidunya wal akhirah, ya kidunia na akhira. Ilmu al-Qur'ani, elimu ya Qur'ani. Was-sunani, na sunna. Wal-fiqhi, na fiqhi. Fihima, wal fiqhi fihima, na utambuzi wa Qur'ani na sunna. Wal ilmu alladhi lidunya wal akhirah, na elimu ambayo ni ya kidunia na akhira. Ilmu al-Qur'ani, elimu ya Qur'ani. Was sunani, na sunna. Wal fiqhi fihima, na utambuzi wa hivyo viwili, utambuzi wa Qur'ani na sunna. Kwa sababu al-fiqhu fi lugha maana yake ni nini? Al-fahmu. Al-fiqhu fi lugha al-fahmu, fiqhi ki lugha maana yake ni ufahamu.
katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, humpa utambuzi ai humfahamisha katika dini. Wal ilmu alladhi laysa lid-dunya wala lil-akhirah, na elimu ambayo si ya kidunia wala si ya akhira, na elimu ambayo si ya kidunia wala si ya akhira. Ilmu ash-shi'ri, elimu ya ushairi. Ilmu ash-shi'ri, elimu ya ushairi. Washughuli bihi, na kujishughulisha nayo. Ilmu ash-shi'ri, elimu ya ushairi. Washughuli bihi, na kujishughulisha nayo. Maneno yote hayo yapo katika asli ya vitabu. Kama maneno hayo tunayapata katika kitabu cha At-Tabaqatul Muniratu. Tupo tunasoma vigawanyo vya elimu, sawa? Tupo bado tunasoma katika vigawanyo vya elimu. Kwa anasema waqala al-Hafidh Ibn Rajab, na ametaja al-Hafidh Ibn Rajab ambaye amekufa mwaka 795 Hijiria rahimahullah. Qad dhakara Allah, ametaja Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, katika kitabu chake, al-ilma, elimu. Al-ilma, elimu. Taratan fi maqami al-hamdi, taratan fi maqami al-hamdi, mara nyingine katika sehemu za fi maqami al-hamdi, sehemu za kusifu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ametaja taratan, mara nyingine fi maqami al-hamdi, katika sehemu ya kusifu. Fi maqami al-hamdi, katika sehemu ya kusifu. Qad dhakara Allah ta'ala, hakika ametaja Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-ilma, katika kitabu chake elimu. Taratan, mara nyingine fi maqami al-hamdi, katika sehemu ya kusifu. Wa huwa al-ilmu an-nafi'u, nayo ni elimu yenye manufaa. Manake Allah jalla wa ala ametaja katika Qur'ani elimu ya kusifu, kwamba atakayesoma ilmu hiyo na akafanyia kazi, basi amesoma ilmu ya manufaa. Tunaelewana nzuri hapo eh? Wa taratan, na mara nyingine fi maqami dhammi, katika sehemu ya dhimma, ya makosa, ya kupata dhambi. Fi maqami dhammi, katika sehemu ya makosa. Alhamdi, kusifu. Adhammi ni makosa, madhambi. Wa huwa alilmu alladhi la yanfa'u, nayo ni elimu ambayo hainufaishi. Wa huwa alilmu alladhi la yanfa'u, nayo ni elimu ambayo hainufaishi. Manake anakusudia, ametaja ayati ambazo ndani yake zina msifu ambaye anayesoma ilmu na kufanyia kazi. Mfano Allahu jalla wa ala aliposema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika katika waja ambao wanamkhofia mno Allahu jalla wa ala alulama, ametaja fi maqami alhamdi, sehemu ya kusifia. Sawa, anasoma na anafanyia kazi, anamkhofia Allahu jalla wa ala. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tunaelewana uzuri mpaka hapo. Na sehemu ya dhimma, yule ambaye anasoma halafu hafanyi kazi elimu, la yanfa'u, haina manfaa ilmu yake, haimnufaishi. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, adhammu. Ametaja kwa kusifu kwa ubaya. Kwa nini nyinyi hamyafanyi kazi yale ambayo nyinyi mnayoyasema katika elimu? Ametaja katika upande adhammu, wa kusifu kwa ubaya. Tunaelewa nzuri hapo. Kwa hiyo katika Qur'ani kuna ayati ambazo zimetaja kusifu elimu kwa wale ambao wana elimu, na kuna sehemu pametajwa dhimma, madhambi kwa wale wenye elimu. Elimu yenye manufaa ni ile ilmu ambayo inamnufaisha mfanyaji wake katika ilmu na matendo, na ilmu ambayo la yanfa'u ni ile elimu ambayo mtu anaijua halafu haifanyi kazi, la yanfa'u,
haina manufaa kwake. Tunaelewana uzuri hapo eh? Yani ar-rajulu, mtu ambaye yataallamu al-ilm, anajifunza elimu, au yatlubu al-ilm, anatafuta elimu, halafu la ya'malu bihi, haifanyi kazi elimu yake ina manufaa ama haina manufaa? Haina manufaa. Kwa hiyo itakuwa ilmu nafi ama ilmu dham? Ilmu dham. Tunaelewana uzuri hapo eh? Lakini yatlubu al-ilm, anatafuta ilmu, thumma yanfa'uhu, kisha inamnufaisha ile ilmu yake bil amal, kwa kuifanyia kazi. Hiyo itakuwa ilmu nafi ama adham? An-nafi'. Sawa eh? Kama vile ilivyokuja hadithi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn adam inqata anhu amaluhu illa min thalathin. Sawa. Akataja jambo la kwanza sadaqatun jariya, jambo la pili au ilmun yuntafa'u bihi, elimu ambayo hunufaika watu kwa elimu hiyo. Manake alisoma halafu akaisomesha. Sawa. Kwa hiyo dhimma inakuja imma kutofanyia kazi au kutoisomesha elimu, ni dhimma. Sinaelewana uzuri hapo? Yani kule mtu kwamba amesoma halafu haisomeshi wala haifanyi kazi, hii ni nini? Ni dhimma. Hapa sifi uzuri kwa mtu huyu. Hapawezi mtu akaambia ana elimu yule lakini haonekani kusomesha. Atajulikana vipi wakati hasomeshi? Sisi tunafahamiana uzuri hapo. Haya tumalizie maneno yake hayo Ibn Rajab. Walihadha, na kwa ajili hiyo, jaati sunnatu, imekuja sunna, bitaqsimi alilmi, kuigawa elimu, ila nafi'in wa ila ghairi nafi'in. Walihadha, na kwa ajili hiyo, jaati sunnatu, imekuja sunna, bitaqsimi alilmi, kuigawa elimu, ila nafi'in, elimu yenye manufaa, wa ila ghairi nafi'in, na elimu isiyokuwa na manufaa. Imekuja sunna kuigawa jambo hilo, mbele ndo atataja hapo dalili ambayo imekuja katika sunna kuigawa ilmu katika vigawanyo hivyo. Walisti'adhatu min alilmi, na kujikinga kutokamana na elimu. Walisti'adhatu min alilmi, na kujikinga kutokamana na elimu, alladhi la yanfa'u, ambayo hainufaishi. Walisti'adhatu, na kujikinga, min alilmi, na elimu, alladhi la yanfa'u, ambayo hainufaishi. Wa su'alullahi an-nafi', na kuuliza. Wa su'alullahi al-ilmu an-nafi', wa su'alullahi al-ilmu an-nafi', na kuuliza au kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa su'alullahi, na kumomba Allah, al-ilmu an-nafi', elimu ya manufaa. Wa su'alullahi, na kumomba Allah, al-ilmu an-nafi', elimu ya manufaa. Wa su'alullahi al-ilmu an-nafi', na kumomba Allah, elimu ya manufaa. Kwa hiyo imekuja sunna ya hadithi yenye kuelezea kwamba Ar-Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa anajikinga kwa Allah kutokamana na ilmu ambayo haina manufaa, na kumwomba Allah jalla wa ala ilmu yenye manufaa. Raha yake maneno haya ni kumalizia haya maneno ya chini. Tukaiona hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yenye kuonyesha kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na ilmu ambayo haina manufaa, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ilmu ambayo ina nini? Ina manufaa. Tunaelewana uzuri hapo. Lakini panasemwa wama kana fihi hamdun fahuwa mahmudun, na kile ambacho kitakachokuwa ndani yake kina sifa nzuri, fahuwa mahmudun, hicho ni chenye kusifiwa. Wama kana fihi dhammun, na kile ambacho kitakachokuwa ndani yake kina ubaya, fahuwa madhmumun, basi hichi ni chenye kuzungumzwa kwa ubaya. Tunaelewana uzuri hapo. Chenye kusifiwa ni kile ambacho kina ilmu nafi',
chenye dham ni kile ambacho hakina ilmu nafi, fahuwa madhmumun. Maneno hayo mazuri sana. Wama kana fihi hamdun fahuwa mahmudun wama kana fihi dhammun fahuwa madhmumun. Shini hapa insha Allah jalla wa ala tutakuja kuanza hichi kipengele. Waqala al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.